Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama jarida hapa tukizungumzia swala la ukame nchini. Ninaye Dr. Yusuf Adan Wato ambaye ni mkuu utafiti WWF na vile kwa njia ya kimtandao Lembara Seyana ambaye ni mkurugenzi wa shirika la kukabiliana na athari za ukame humu nchini NDMA. Dr. Yusuf. Naam, sasa tukiangalia majukumu ya WWF kwa mfano ni mengi sana ambayo bila shaka mnayo ya kuyafanya ama ya kuyatekeleza wakati kuna mambo kama haya ya ukame. Na mojawapo nimeona ni kuelimisha wananchi katika maeneo yale, kwa mfano kaskazini mashariki mwa Kenya. Je, ni elimu aina gani ambayo mnatoa kwa wakazi maeneo yale? Elimu ambayo tunatoa ni ile kuwafunza wananchi njia za kukabiliana na climate change ama mbadiliko wa hali ya anga. Naam. Na kitu ya kwanza ni kama shida ya ukame kama huu saizi tunaona sehemu za kaskazini mashariki unapotokezea, ni kuwapatia ile support ya dharura ambao wanahitaji, kwa sababu maisha ya binadamu, ya mifugo na hata ya wanyama lazima iokolewe. Na hizo usaidizi wa dharura ni kama vile kufanya water tracking, so kuwapelekea maji ambao wanaweza kutumia kwa matumizi yao ya nyumbani, kutumia water bowsers kwa mifugo na hata kwa wanyama. Na kwa sababu idara ya WWF ni idara ya kuangalia mambo ya uhifadhi wa mazingira, wanyama na msitu na kadhalika, tukiangalia binadamu pia tunaangalia hao wanyama. Na katika hii sehemu ya Northeastern tumepoteza wanyama ambao kwa kawaida hawakufi kwa sababu ya ukame. Wanyama kama vile twiga, kuna aina ya twiga reticulated giraffe, wako wachache sana duniani, karibu 15,000 dunia nzima. Na wengi wanapatikana sehemu hizi za Northeastern. So ile kitu tunafanya ni kwamba tunahakikisha kwamba tukipelekea maji wananchi na mifugo, pia tunaweza kuwapelekea hao wanyama kwa zile sehemu ama eneo ambao wako, ndio waweze kupata yale maji. Ya pili ni kuwapatia vyakula, hasa nyasi wanaita hay, ama vyakula mbalimbali kama vile pods, zile miti zinaitwa acacia ambazo zinapatikana huko, ziko na nutrients mzuri ya kuweza kusaidia wanyama lakini pia mifugo. Tukitoka kwa ile support ya dharura, sasa tunawaelimisha ile tunaita climate adaptation measures. Na hii ni tuseme kama sehemu za Marsabit zile zimepata mvua saizi, wanaweza kuwa na containers ama vidimbwi ya kuweza collect zile rainwater, yani maji ya mvua, ndio waweze kutumia kwa siku za usoni. Pia tunawafunza mambo ya ufugaji bora, ile vile wanaweza tuseme kuhakikisha kwamba ile eneo ambao wanafuga wanyama wao haukui degraded, kwa sababu unaona kwamba saa zingine hawa jamii wanakata miti kwa sababu wanatumia makaa kwa kupikia na kadhalika, wanatumia miti kwa matumizi mengine, na kukata kwa ile misitu ndio kunasababisha sasa kukauka kwa vidimbwi vya maji, maziwa na kadhalika. So tunawafunza ile inaitwa reforestation ama yani kupanda upanzi wa miti, ndio wapate ile mazingira ambayo itakuwa ni mzuri kwa mfugo yao. Itakuwa na nyasi ambayo inasaidia mifugo yao, lakini kwa sababu sasa ile nyasi pia inatumika na wanyama, wanyama na mifugo wote wanafaidika. Na kwa sababu Yusuf, kuna taarifa hapa nataka tuitazame, imefanywa na mwenzangu Belino wa Leola kutoka maeneo ya Marsabit. Kabla tuiangalie, nitakuuliza hili swali: je, does it make sense kwa lugha ya Kimombo, ama ina maana yote kwa mfugaji maeneo hayo? Pia unapata ameweka mbuzi zaidi ya 100, ilhali kuna ile tatizo la nyasi. Unajua kama ni ufugaji sawa, na pengine
hadhi yao kifedha inategemea wana mifugo kiasi gani. Lakini ni kiasi gani ambacho pengine ungewashauri wafugaji maeneo yale wafuge, kama kwa mfano kama ni mbuzi, kama wangapi hivi, kiwango ambacho wanaweza kukidhibiti? Ya, kwa hakika hiyo ni swali nzuri sana. Na ukiangalia jamii ya wafugaji zamani, wale ambao wako na mifugo mengi ndio wanaheshimika kwa ile jamii, katika jamii. Na kwa sababu hiyo watu wanataka kufuga mifugo mengi sana. Alafu zamani idadi ya binadamu haijaongezeka, na kwa hivyo wanaweza kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine na wangeweza kuweka hiyo mifugo. Lakini sasa mambo yamebadilika. Eneo ambayo iko available kwa mifugo sasa ni kidogo. Kwa sababu gani? Idadi ya watu wameongezeka. Unaona ya kwamba kuna zile vijiji na towns zimepanuka, na watu hawawezi kuhama tena. Na kwa sababu hiyo wanafaa kubadilisha vile wanafanya ufugaji. Wanafaa kufanya ufugaji bora. Hawa communities wanafaa kufunzwa, kwa mfano waweze kuangalia ni nyasi ama rangeland size gani ambao wako nao. Alafu kuna njia ya kuangalia katika ile rangeland ni mifugo mingapi wanaweza kuweka bila kuharibu ile mazingira, lakini bila hawa mifugo pia kuathirika zaidi na hali ya anga climate change na ukame ambao tunaona. Kuna wale washikadau wengi ambao wako kwa Ministry of Livestock kwa mfano, ama wale ambao washirika kama sisi ambao tunahusika na mambo ya wanyama, ambao tunajua zile mbinu za kuweza kuangalia ile wanaita carrying capacity. Na kueleza communities ya kwamba mifugo size fulani inaweza kuwekwa mahali fulani bila kuadhirika. Na hiyo ndio mafunzo ambao wanafaa kupata. Na ya pili muhimu ni yale mifugo ambao hawa communities wako nao saizi, ni wale mifugo ambao ni wa kienyeji. Ukiona wanazalisha maziwa kidogo sana, ukiona nyama pia hawapati ile mapato mzuri wakiuza hawa mfugo kwenye soko. So ile mafunzo tunafunza sasa ni waangalie aina ya mifugo ambayo imeboreshwa kwa kuzalisha maziwa na kukua na nyama, ambao hata wakiuza wanaweza kupata mapato faida mzuri. Lakini hawa wanyama ambao ni wachache na wanaweza kumudu hii shida ya ukame. Hebu shikilia tu hapo kidogo Yusuf, tupate taarifa yake Belino leo mtazamaji, ambapo walizuru kaunti ya Marsabit kuangazia hali ya ukame kama ilivyo kule, na kupata kwamba mifugo wanaga kwa hali ya juu mtazamaji, kutokana na kiangazi. Vile vile wanadamu hawajasazwa kwa sababu kiangazi basi kimekuwa kiathiri wote kwa pamoja. Hebu tuangazie hii taarifa ambayo imeandaliwa na mwenzangu Beldin Waliaula. Naam, nipo katika eneo la Eldoret, kaunti ya Marsabit, ambapo katika eneo hili ni kilomita 16 tu hadi mpakani Ethiopia katika mkono wangu wa kulia, na tukigeuka katika mkono wangu wa kushoto tuko katika karibu na ziwa Turkana. Na eneo hili, kabla ya eneo hili, kiangazi kinashuhudiwa katika kaunti hii ya Marsabit. Kiangazi ambapo miaka mitatu wakazi eneo hilo hajashuhudia mvua yoyote. Mifugo kama vile ngamia, mbuzi, kondoo, ng'ombe wote wanafariki kutokana na kiangazi. Binadamu pia wanaweza kuteseka, pia wameweza kuhangaika kutokana na kiangazi hiki. Na pia chakula ambacho binadamu wanafaa kutegemea ama kukula mifugo hii, wote wanaangamia moja baada ya mwingine. Hata kukuwepo karibu na ziwa hili, ziwa Turkana, ambapo wakazi wanategemea na maji, bado hawana chakula. Mifugo wanafika eneo hili na kufariki kwa sababu hawana chakula ama chochote cha kutia tumboni. Na kama unavyoona, wanyama wamefariki katika eneo hili, huyu alikuwa mmoja wao. Kuna nyingine hapa, na pia kuna nyingine nyingi ambazo zimefariki katika ufuo wa ziwa Turkana. Wanyama huja hapa kunywa maji ili kuweza kupunguza kiu chao, lakini hawana chakula cha kutia mdomoni, kwa hivyo wanakuishiwa na nguvu na kisha kufariki katika eneo hili karibu na ufuo wa ziwa Turkana. Sasa ni mwaka wa 3 sasa hii. Mvua bado inyesha, mvua kidogo tu. Mwezi wa 3 ya mwaka uliopita imenyesha mvua kidogo. Mvua kidogo. Alafu tena imenyesha katikati hii mwezi wa 9, mvua kidogo tu. Sasa sisi ni wafugaji.
tunafuga ngamia, mbuzi, ng'ombe. Hii mifugo ndio tunawategemea. Hatuna shamba ngine, shamba yetu ni hii. Sisi hatutegemei mahindi, maharagwe, viazi na mimea yote ya huko chini. Tunategemea hii mifugo tu. Mfugo sasa wakati wa jilali kama hii inalemewa sana. Inakonda, inakufa. Inakufa tena kwa wingi. Here again you see animals are dying. The community here depends on livestock. Livestock is their main livelihood. So when they do not get food in their homestead, some learners do not come to school. Sijaenda shule kwa sababu hatuna chakula, niko na njaa sana. Hatuna ng'ombe yetu imeisha sana, imeisha. Because Marsabit County and especially North Sub-County has been experiencing severe drought for the last 3 years. Three consecutive rainy seasons failed, and communities here are largely pastoralists, and they're really facing a lot of intensity of the drought. Livestock are dying in large numbers. Communities or people are really facing severe food shortage, serious water crisis. Boreholes are experiencing frequent breakdowns. So as a result, there's too much intensity and pressure on the communities who are living in this sub-county. Naam, wakazi eneo hili wanataka tu usaidizi. Wengi wao wanahitaji usaidizi wa chakula, usaidizi wa maji, ambapo hawajapata chochote kutoka kwa serikali kuu, serikali ya kaunti. Bado wanategemea misaada kutoka kwa wahisani ili kuweza kupunguza makali ya kiangazi eneo hili. Na mnasi mifugo hawa peke yake. Kote tangu tufike eneo hili la Iret, tulipitia eneo la North Road, tukapitia Gas, tukapitia pia Hur Hills, ambapo kilione kimoja tu kiangazi kinaomaliza wakazi wa eneo hili ya kaunti ya Marsabit. Belino leo kwa hiyo taarifa mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo kaskazini mashariki mwa Kenya. Lembara Seyana, hebu karibu tena. Nadhani kwamba sasa hivi tunaweza kuelewana vizuri, na nitakuuliza hili swali manake wengi watu wameathirika, mifugo imeathirika katika maeneo haya hasa kaskazini mashariki mwa Kenya, lakini ni kwa nini ni mifugo imeathiriwa sana ama zaidi? Sana Wambua na swali hilo ni kwamba kwa kweli tunaona hali ya kudhoofika kwa miili ya mifugo na pia wale mifugo wameangamia. Ukame imetuathiri kuanzia maeneo mengine kuanzia mwezi wa pili mwaka jana, na hii naweza sema hiyo pakubwa na mambo ya overstocking na ambayo inachangia pakubwa kwa degraded pendulum. Jambo kubwa sana ya kwamba hata ukipata maeneo ya mkame inapata mvua kati ya milimita 250 hadi pengine 500 ilipata. Naam, Lembara, samahani, nadhani kwamba kuna tatizo hapo, itabidi tukutafute kwa njia ya simu muda si mrefu hivi, tutakuwa napigiwa kisha tuzungumze kupitia kwa njia ya simu. Dr. Yusuf, nadhani kwamba alikuwa akizungumzia pale bwana Lembara ni swala la overstocking ambalo tumelizungumzia, lakini vile vile nitakuuliza hilo swali ambalo nimekuuliza, mbona mifugo inaathiriwa zaidi kuliko wanadamu? Kifupi tu. Nadhani ya kwamba hawa jamii wanategemea mifugo. Na mradi tu kuna mfugo hapo, wanaweza kutumia wanaweza kuchinja wakala na they can keep alive. Lakini sasa kiwango imefika ni kwamba mifugo mengi wamekufa. Mfano tunaambiwa in northeastern saizi 70% ya mifugo imekufa. Ni kumaanisha kwamba hawa mifugo wakikufa, na hiyo ndio tegemeo la communities hapo, sasa tutaanza kuona binadamu pia wataanza kukufa kwa sababu ya njaa. So nadhani ni hiyo ndio sababu ya mifugo zinaathirika kuliko binadamu. Lakini pengine niongezee tu kitu moja. Ukiona hizi eneo za arid and semi-arid areas, eneo ya kaskazini mashariki na kadhalika, ni eneo ambao ziko na vitu ambazo zinaweza ku attract
watalii. Wako na wanyama ambao hawapatikani mahali kwingine. Kwa mfano Garissa iko na mnyama ambayo anaitwa hirola ambayo dunia mzima hauwezi kuwapata apart from Garissa. Na wako na wanyama wengi wengine ambao wanaweza kuattract utalii. So pengine wanafaa kuangalia njia zingine, kwa mfano kukuwa na conservancies ama mbuga ambazo zinaweza kuattract watalii, kwa sababu biashara ya utalii hauathiriwi na ukame. Na wanafaa kuangalia njia zingine mbadala, zile tunaita nature based enterprises. Unajua kufuga nyuki, kukuwa na hii biashara ya utalii na nyingi nyingine ambazo haziathiriwi na ukame, lakini zinafanya vizuri kwa hizi eneo za ukame. Naam. Yusuf, naarifiwa kwamba tunaye Lembara kwa njia ya simu sasa. Lembara, samahani na karibu tena. Na nitakuuliza ile swali moja kwa moja. Je, swala la locusts, ile locust invasion ambayo tumekuwa nayo humo nchini, huenda pengine imeathiri maeneo haya? Ndio, nasema shukrani na pole kwa mtandao. Hamna tatizo. Nasema kwamba hapo nilizungumzia mambo ya land degradation ambayo ni kitu inachangia pakubwa kwa mambo ya starvation ama kosa lishe kwa mifugo. Alafu vile vile mwaka jana tuliweza kuona maeneo mengi Northern Kenya wakipata locust invasion. Hiyo locust invasion pia ilichangia pakubwa kwa mambo ya ukosefu wa lishe kwa mifugo. Alafu sasa kupitia hapo mvua ilipokuwa haba, ndio pia hali ya mifugo ikadhoofika zaidi. So ndio kwa kweli mambo ya locust invasion imechangia pakubwa. Na ukijaribu kuangalia iwapo tutaendelea hivi, kwa mfano kuelekea mwisho wa mwaka 2022, hali itakuwa namna gani maeneo hayo iwapo hayatapokea mvua? Kwa kweli wakati huu kama shirika tunashirikiana na wadau wale wengi wote kuweza kudhibiti hali ilivyo. Kwa mwezi wa Disemba tuliweza kukadiria kwamba Wakenya milioni 2.8 ndio kwa sasa hivi wanahitaji msaada. Na tunaona hali hiyo tukienda kuangazia tena mwisho wa mwezi huu kuona hali ilivyo vile itaathiri, ukame inaendelea kutuathiri. Naam. Vile vile nikisema hivi ni kwamba shirika la Kenya Meteorology litatupatia ile tunaita outlook, hali ya mvua ya msimu ujao, ambayo tutaweza kuangazia na kufanya ile tunaita scenario planning, kuweza kuona maeneo gani itapata mvua haba. Na hiyo inamaanisha kwamba kwa maeneo yale itapata mvua, basi tutaendelea kuathirika na jamii wataendelea kuathirika, na kutoa hiyo habari kamilifu na kuweka pia mikakati bora ile tunafaa kuweka. Pengine kuna mikakati na mipango ambayo mnapanga kufanya kuwapa matumaini hawa wakazi maeneo haya? Ndivyo, Dr. Yusuf amezungumzia mambo ya resilience building na pia mambo ya ile tunaita mitigation, ni mambo ya dharura. Mambo haya katika hali ya kusaidia watu kwa hali ya chakula. Serikali inapangia kupea watu cash transfer kama njia mbadala ya relief distribution. Pesa ngapi hivi? Kwa mwezi jana Disemba, serikali iliweza kulipa households zaidi ya 200,000, ililipa 3,000 kwa kila household. Alafu pia kama shirika la NDMA liko na cash transfers ambayo inasaidia jamii katika kaunti za Wajir, Marsabit, na Turkana, 4 counties. Na inawalipa wale households pateni 5,400. So kuna mipango pia serikali imekuwa ikitekeleza mambo ya commercial offtake na slaughter offtake ya mifugo, ikishirikiana na KMC ndio inaongoza, ikishirikiana na Kenya Red Cross. Vile vile mambo ya cash transfers itaendelea ikisaidia jamii. Yes. Niruhusu tu niseme kwamba tumalizie hapa, nitakuwa na kutafuta baadaye wakati tutakuwa na muda. Alafu vile vile uje hapa studio tuzungumzia haya mambo kwa kina. Vile vile Dr. Yusuf.
Asante sana. Naarifa kwamba muda wetu umetupa kisogo. Asante na kujiunga nasi kwenye jarida kwa siku ya leo mtazamaji. Lembara Seyana ambaye ni mkurugenzi wa NDMA, shirika la kukabiliana na athari za ukame humu nchini, na vile vile Dr. Yusuf Adan Watu ambaye ni mkuu wa utafiti katika shirika la World Wide Fund WWF. Asanteni sana kujiunga nasi kwa siku ya leo mtazamaji. Vile vile asante kwa kujiunga nasi kwa siku ya leo katika mdahalo huu. Nimekuja na Nicholas Ombu hapa na pamoja leo naomba tupatane siku ya kesho saa kama haya kuanzia saa 5 hadi mwendo wa saa 7. Basi kuanzia saa 7 taarifa za KTN News Desk. Salia hapa KTN News.